Eternal Father, I offer you the body and the blood. Moyo wangu umetukuza Jehova Mungu siku ya leo, tarehe kama huu, mwezi huu, mwaka huu. Wacha tuombe kwanza ndipo tusome agano. Hiyo ndio neno ambayo imenileta huku ni upili ujumbe. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumekushukuru, tumeinua jina lako juu, tumekabidhi kila kitu ni mwako, ewe Muumba wetu, ewe Baba wetu, jina lako itukuzwe. Takaza hii neno, tengeneza moyo wa binadamu, uwapatie usikivu. Jehova Rafa, nimeshukuru jina lako kwa vile wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo fanya miujiza na ishara, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Tunataka tuendelee kwa kitabu cha Zaburi 9 aya ndogo 9. It says, inasema ya kwamba Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa. Naam, ngome kwa nyakati za shida. Nataka nieleze hiyo tu, alafu tutaomba. Agano inasema Mungu atakuwa ngome, maficho, mahali pa kujifichia. Yaani agano inasema kwa wale wanaonewa, wale wanaodidimishwa, wale wanaorudishwa chini. Shaitani anaweza kukurudisha chini mpaka ukose mwelekeo wala fahamu, ukose hata njia, ukose kufikiria, sababu shaitani amekurudisha nyuma. Agano inasema Bwana atakuwa ngome kwa wale wanaonewa. Sasa niko hapa nikuulize, umeonewa na nini? Umeonewa na maradhi, umeonewa na ugonjwa, umeonewa na wazazi, umeonewa na bibi, umeonewa na watoto, umeonewa na nini? Umesoma na kuna kazi, ni nini umeonewa naye? Unafanya kazi na ulipwi, ama unalipwa lakini uoni kazi ya hiyo pesa inapotea kwa mkono wako na ujui imeenda wapi? Agano inasema Bwana ndio ngome kwa wale wanaonewa. Ukionewa na shaitani inakuanga kitu ngumu, lakini kizuri, Bwana ndiye atakuwa ngome lako. Ikiwa shaitani amekuja akudidimishe, akurudishe chini, akupoteshe, ataki uzuri kwako, Mungu atakuwa ngome lako. Ataki kuja na nini? Usito, vitu viovu, vitu kubwa vibaya, Bwana atakuwa ngome lako. Leo niko hapa nikwambie, hata kama shaitani amekuamukia, maduu wamekuamukia, mapepo wamekuamukia, magonjwa wamekuamukia, majirani hawakutaki, tumbo imeshinda na kushika mtoto, kubeba mtoto, watoto wako wamekuwa watumbafu, wajinga, walevi, washarati, Bwana anakusumbua, bibi anakusumbua, mahali huko watu wote hawakutaki. Niko hapa nikuambie ya kwamba Bwana atakuwa ngome kwa wale wanaonewa. Ikiwa utakubali Bwana awe ngome lako, awe usaidizi wako, awe maficho zako, Bwana awe maficho yako, Bwana akutengeneze, akutayarishe, akushikilie mkono, akutembeze, akupatie. Agano huwa inasema Bwana atakuwa ngome kwa wale wanaonewa. Ninakuuliza, unadidimishwa na nini? Unaonewa na nini? Ni nini nakufinya? Ni nini nakurudisha nyuma? Lakini tuko na Mungu Jehova ambaye anaweza vitu vyote, ambayo ni mwanzo tena mwisho.
ambaye agano inasema ya kwamba ndio Alfa na Omega, yule mtangulizi ni yule anamaliza, ni Jehova Mungu Bwana wetu. Kama agano inasema Bwana atakuwa ngome kwa wale wanaonewa, niko hapa nikuulize, ni nini nakuonea? Ni nini nakusumbua? Ni nini nakupatia matatisho? Na ni nini inakuzuia kuwa na raha? Ni nini nakuuma? Ni nini kuchungu maishani mwako? Bwana atakuwa ngome kwa wale wanaonewa. Je, unataka Mungu awe ngome lako? Niko hapa nikwambie, yale haiwezekani kwa binadamu itawezekana kwa Mungu. Na leo hii niko hapa nikueleze ya kwamba Mungu yuko hapa sasa. Mungu yuko hapa sasa awe ngome lako. Hata wakiolete mzigo ambaye haibebeki, mzito kama chuma ya reli, yani mzito kama gunia ya mawe, Shaitani amelete na kangusha mbele yako mpaka umeshindwa na kupita hiyo mzigo, niko hapa nikueleze, Bwana ndio ngome kwa wale wanaonewa. Shaitani amekuonea sana mpaka kafanya watu wa kudharau. Amekuonea sana mpaka kafanya watu wa kutusi. Amekuonea sana mpaka ukashindwa na kujenga. Wamekuonea sana, umeshindwa na kupeleka mahari kwa kina mke wako. Yani Shaitani amekuonea sana mpaka kusaa mtoto anakufa. Yani amekuonea sana, unakula mzahara. Yani umekopa mpaka loni, umechukua mkopo na haikukusaidia. Sasa unalipa mkopo, watoto wameshindwa na kwenda shule sababu una pesa ya kuwapeleka kwa shule, sababu ulichukua mkopo ambaye haikukusaidia. Hizo zote ni mahitaji ya Shaitani. Ni Shaitani ndiye alikutengenezea hiyo njia. Lakini sasa kwa sababu agano inasema Bwana ndiye ngome kwa wale wanaonewa, leo sasa, sio kesho. Mungu ako tayari, amekuja karibu awe ngome lako. Usionewe tena. Shaitani amekunea muda mrefu, lakini leo tunataka tuharibu nguvu zake. Tunataka tumnyang'anye mamlaka yake. Tunataka tumpite, sababu Mungu akikuwa ngome yetu tutaruka juu yake. Yani tutamwacha nyuma, akielia, akitetemeka, akitafuta, lakini hatapata. Sababu Bwana ikiwa Bwana amekuwa ngome, ikiwa Bwana amekuwa ngome kwa wale wanaonewa, ninakuuliza, tafakari. Unafikiri nini itamshinda? Ni nini itakushumbua kama Bwana amekuwa ngome kwa wale wanaonewa? Nataka tuombe na wewe, na kabla tujaomba, nataka ubebe mzigo, shida, tabu, matatizo, magonjwa, maradhi, yani zile mabaya watu wanakuonea nazo. Yani nisemaje, mali zako ambayo imefichwa na Shaitani. Ninataka leo ujishikilie moyo hivi, wekelea mkono kwa moyo wako, ama uwekelee mkono wako kwa TV. Ndipo tutakapokuja kuomba, utaona Mungu na macho yako. Utaona Mungu. Mungu atakuwa upande wako. Mungu atakuwa mtu wako. Mungu atakuwa ngome lako. Wacha niendelee na kusoma. Bwana atakuwa ngome kwake alionewa, naam, ngome kwa nyakati za shida. Sasa leo, hata kama ni shida ambayo imeongeza shida, ikabeba shida, ikatembea na shida, ikakaa na shida, ikakula na shida, yani shida juu ya shida, shida juu ya shida, iongezwe shida. Agano inasema, naam, ngome kwa nyakati za shida.
Mungu ndio atakuwa ngome nyakati za shida. Mimi vile ninahubiri hapa, sijui uko na shida gani, sijui, lakini Roho Mtakatifu ambayo ako ndani langu kamejua shida zako zote. Shida gani ambayo uko naye, ambayo unataka Bwana awe ngoma lako sasa? Sababu gani nasema ya kwamba Mungu atakuwa ngoma wakati za shida? Nyakati hii tunataka tuteremushe nguvu ya Bwana. Tunataka tuite Bwana awe hapa. Tunataka Bwana akuangalie na macho yake direct adarani. Bwana akushikilie mkono. Bwana akuondolee shida na tabu na matatizo. Bwana akuguze na mkono wake. Bwana atengeneze makao yake kwako. Bwana akunenee. Sababu Bwana akitengeneza makao yake kwako, utakuwa na hiyo shida kwa naye. Wengi wanateseka sababu hawajui Bwana anataka atengeneze makao kwao. Wengi wanalia machozi sababu hawajui Bwana anaweza kutengeneza makao kwao. Wengi wanatembea wakishikilia sababu hawajui Bwana anataka tutengeneze makao kwao. Wengi wanatembea kama watoto wanatembea tu wakihesabu mkono yao sababu hawajui Bwana anataka kutengeneza makao kwao. Leo niko hapa, ninakukaribisha. Njoo kwake Yesu Kristo, mwanake wa Mungu wa pekee. Yesu Mungu alimtoa kama matoleo kwako, ili ukikubali kwake, yule amemwamini awe na uzima wa milele. Na Yesu pia anasema, njooni kwangu nyinyi nyote ambayo mumelemewa tena mumezumbuka na mzigo, na mimi nitawapumzisha. Sasa niko hapa nikwambie, yule anaweza kutupumzisha mzigo ni Yesu peke yake. Sasa sijui mzigo ya gani uko naye. Ninataka ukuje kwake Yesu ili Yesu akupumzishe mzigo. Njoo. Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote ambayo mumelemewa tena mumezumbuka na mzigo, na mimi nitawapumzisha. Ni nani anaweza kukupumzisha? Umelia ya kutosha, Mungu wako sasa katika jina la Yesu Kristo atakupumzisha. Umedharuliwa ya kutosha, leo hii madharau inaisha. Umetuzwa ya kutosha, leo hii matuzi inaenda. Yaani ninakwambia umeteseka ya kutosha, lakini leo niko hapa nikwambie Bwana atamaliza mateso. Njooni kwangu nyinyi nyote ambayo mumelemewa tena mumezumbuka na mzigo, na mimi nitawapumzisha. Yesu ndiye ambayo amesema hivyo. Ni nani ako na shida, amelemewa, amezumbuka? Yenyewe watu wanazumbuka. Ndugu yangu umesumbuka, dada yangu umesumbuka, mama yangu umesumbuka, baba yangu umesumbuka, mzee, kuka yangu umesumbuka, nyanya yangu umesumbuka, msichana umesumbuka, kijana umesumbuka, hiyo boma imesumbuka, hiyo miji imesumbuka, ukoo huyo umesumbuka. Kwa yote ambaye amezumbuka, amelemewa, ametafuta hapa na pale, tunaye Bwana ambaye atakupumzisha mzigo. Umetafuta wapi? Msichana yako saa nyingine ako wazimu sasa, umejaribu kumtibu, imesindikana. Njoo kwake Yesu amtibu. Mwili yako inakuuma, saa zingine wamekutumia mapepo, wanakusumbua kwa uzingizi, ulali, wanagonga juu ya paa. Utuli, una utulivu. Lakini Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote ambao mmelemewa na mmezumbuka na mzigo, na mimi nitawapumzisha. Gano inasema Bwana ndiye atakuwa ngome kwa wale wanaonewa. Umeonewa na nini? Ulimwengu umekuonea na nini? Watu wamekuonea na nini? Shetani amekuonea na nini? Majirani wamekuonea na nini? Wamekuendewa kwa waganga, wamekuletea madawa, wamekulenga na nyoka, wametuma maovu kwako. Lakini Bwana
ako tayari kukua ngome lako. Agano inasema Bwana ako tayari kuwa ngome kwa wale wanaonewa. Ni nini inakurudisha chini? Ukianza biashara haiendi. Ukisoma machozi ya India inatoka kwa macho, sijui inakuuma, sijui nini. Ukitafuta kazi watu wanachukuliwa na wewe uchukuliwi. Wale wamekuja nyuma yako wako na watoto wanaenda shule, lakini wewe una mtoto. Wale wako nyuma yako wamejenga, wampeleka mahali, lakini wewe umesimama tu. Umekaa tu hapo. Sababu shaitani hakutaki. Maisha yako haifurahishi shaitani. Sababu shaitani saa nyingine ametazama, ameona nyota yako utaendelea mzuri, so ameishikilia. Lakini sababu Bwana atakuwa ngome kwa wale wanaonewa, leo hii hata kama umeonewa na nini, ana kama watu wakikuona wanakutupia mate, wanainua mapua wao, wamenyosha mdomo kwa sababu wewe sio kitu, Bwana ndio ngome kwa wale wanaonewa. Naam, ni ngome wakati wa shida. Shida gani uko naye? Mungu ako tayari kwa ngome lako. Yani ako tayari kwa usaidizi wako, mapumziko yako. Atakuondolea zote ili ubaki huru. Niko hapa nikwambie, jina la Yesu iko na nguvu, iko na uwezo. Damu ambayo ilitirika msalabani Kalvari, hakuna kile inaishinda. Damu ya Yesu iko na nguvu. Unasemaje? Je, unasemaje juu ya shida zako? Gani nasema Mungu ni atakuwa ngome kwa wale wanaonewa. Na tena ni ngome wakati wa zidi. Shida gani uko naye? Hata kama tumbo ndio inakuuma, mgongo ndio inakuuma, viungo ndio inakuuma, Mungu ako tayari kukupumshisha mzigo. Ningependelea nikuite songe karibu sasa na TV. Hili yule ako na shida akuje aite Yesu. Yesu anakungoja, anakutaka. Sababu ile uwezi na we mwenyewe uwezi mwenyewe, Yesu atakuwezea. Binadamu wametafuta usaidizi. Wameenda kwa waganga, wameenda kwa wanabii wa uongo, sijui wameenda kwa makitamba, wameenda kwa kifagio. Lakini ninataka nikwambie, Yesu ni neno. Yesu sio kifagio. Neno la Yesu haiunganishwi na kifagio. Neno la Yesu haiunganishwi na kitambaa. Neno ya Yesu haiunganishwi na mafuta. Pia hata na maji. Jina la Yesu ni jina peke yake. Hakuna jina ya kuunganisha naye. Pia Mungu wetu Yesu kumsaidia kazi na kifagio na kitambaa na mafuta na maji. Hakuna. Mungu ni Mungu peke yake. Njoo kwake Jehova Mungu akusaidie. Njoo kwake, na hiyo ndio ilimlazimisha tume Yesu. Yesu alikuja akutoe kwa minyororo, kwa kifungo cha shetani, akufungue, akate maminyororo. Usidanganyishwe. Shida ikijaa kichwa ya mtu, amekubali kwenda kudanganyishwa. Lakini mimi niko hapa nikwambia usidanganyishwe. Wengi wamedanganyishwa mpaka pesa yao imeisha na kuna usaidizi. Niko hapa leo nikwambia usaidizi yako itatoka kwake Jehova Mungu. Usaidizi wako itatoka kwake Yesu Kristo. Usaidizi yako ni kupokea Yesu kama mkombozi wa maisha yako. Lakini sio kifagio ya kufagia takataka. Mafuta ambayo inanunuliwa kwa duka. Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ndio mafuta ya kutosha. Yesu ndio kufagia takataka ya shaitani. Yesu ndio kitambaa ya kukupanguza. Yesu ndio agano inasema ni maji ya uzima. Sio kitu kingine. Mungu haisaidiwi.
walijaribu kusaidia Mungu wakakufa. Watu kama Uza walijaribu kusaidia Mungu wakati wa kutoa sanduku la agano. Mungu alimchapa akakufa hapo. Mungu wetu haisaidiwi. Agano inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu, hataki aunganishwe na mamiungu. Kwa hivyo kama unadanganywa na kifagio inaleta uzima, hakuna kitu kama hiyo. Uzima inatoka kwa Yesu Kristo peke yake. Hivyo ndio agano inasema. Usidanganyishwe. Usidanganywe. Usipelekwe kombo. Tazama Yesu Kristo msalabani. Sababu agano inasema ya kwamba vile Musa alisimamisha nyoka ya shaba jangwani, ndio vile mwana wa Mungu Yesu Kristo atasulubishwa msalabani. Wakati Musa alisimamisha nyoka ya shaba jangwani, hili lasimisa wale wa Israeli walipoumwa na nyoka, wakitazama hiyo msalaba ya nyoka, vitu vyote, yani sumu yote ya nyoka inatoka, anakuwa mzima sababu ametazama nyoka msalabani. Na gani nasema vile Musa alisimamisha nyoka, ndio vile Yesu Kristo mwana wa Mungu atasimamishwa. Na Yesu alisimamishwa msalabani. Leo niko hapa nikwambie, usidanganyishwe. Usidanganywe. Usipokonywe. Wasikupeleke kama mtu akona kilinusu. Gani inasema yule atatazama Yesu msalabani ndio atapata uzima wa milele. Zote shida zako zote, zile zako zote, tazama Yesu Kristo msalabani. Sio kifagio, sio kitambaa, sio mafuta, sio maji. Shida gani uko naye ambayo itashinda kifagio? Yesu abebe. Itashinda mafuta, Yesu akupake. Itashinda maji, Yesu akuoshe. Itashinda kitambaa, Yesu akupanguze. Sababu Yesu ndio vitu vyote. Yesu ndio akuna nguvu. Wakati alifufuka kutoka kwa wafu, alisema nguvu zote juu mbinguni hata na ulimwengu amepewa. Lakini alitangaza ya kwamba hata kuwa nazi anarudi kwa babake. So hizo nguvu anatuachia. Niko hapa nikwambie, Yesu alipatia nguvu. Nguvu ya kufanya miujiza, ya kuponya, nguvu zote Yesu aliniwachia. Sasa nikitaka niamuru shetani, nitamwamuru atoke, kwa sababu nguvu Yesu aliniachia. Ninamwamuru kwa nguvu ya Yesu Kristo. Sio na kitambaa, pana, sio na kifagio, no. Watu wanatakikana wahubiriwe neno. Neno ni Yesu. Waelezwe ukweli hadharani, ukweli kinaganaga, ya kwamba Yesu Kristo ndiyo neno. Yesu ndiye anaweza vitu vyote. Yale haiwezekani kwa binadamu. Yale kifagio na kitambaa na mafuta na maji haiwezi, sababu umejaribu mara kadhaa na vitambaa nyekundu nyeusi. Yesu peke yake ndiye anaweza. Hiyo ni laana ya ukoo. Hiyo ni vichwa ambayo zimeamuka kutoka kwa wafu. Hiyo ni shetani ya kusukumwa. Yule anaweza kuwashinda Yesu peke yake, jina ambaye imeshinda majina zote. Gani nasema Mungu alipeana Yesu jina ambaye imeshinda majina zote, jina la Yesu Kristo. Sasa ile kitu inakusumbua, jina la Yesu imeishinda. Hivyo ndio vile agano inasema. Kitabu takatifu cha Mungu inasema jina la Yesu imeshinda vitu vyote. Mimi nilifufuka kutoka kwa wafu sababu ya jina ambayo imeshinda kifo. Jina la Yesu imeshinda hata kifo. Ndio sababu jina la Yesu ilipoitwa nilipokufa, Yesu alinifufua. Jina la Yesu imeshinda maradhi. Hiyo ndio sababu kama shetani alishika na gonjwa mbaya, Yesu aliniponya sababu jina lake imeshinda maradhi zote. Imeshinda kila kitu. Jina pekee, hakuna jina inayofanana naye. Hakuna jina inaweza kuitwa na jina la Yesu. Hata wale wamekufa, wale wako chini, watakatifu wako kwa mbinguni, na sisi zote
hiyo jina lazima tupigie magoti chini. Yesu ndiyo kiongozi na anaweza vitu vyote. Njoo njoni kwangu. Yesu ndiye anasema njoni kwangu nyinyi nyote ambayo mumelemewa tena mumezumbuka na mzigo, na mimi nitawapumzisha. Ukitaka mapumziko, njoo kwa Yesu. Ukitaka ngombe, kuja kwa Yesu. Yesu peke yake, kuna kitu kingine hakuna. Hata Mungu alinena, Roho Mtakatifu inanena, agano inasema, hakuna ile inashinda jina la Yesu Kristo. Njoo. Nataka niombe na wewe. Ikiwa unataka Yesu akupumshishe, njoo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, agano ya Yohana inasema ya kwamba chochote ambayo tutakapoomba kwa jina la Yesu Kristo, Yesu atatufanyia, ili jina lake, ili jina la Baba itukuzwe kwa Mwana. Sasa nimeomba katika hiyo jina ambayo imeshinda majina zote, jina ambayo inaweza vitu vyote, jina lake Yesu Kristo mkombozi, jina la Yesu Kristo mwanake Mungu. Baba, huyo mama analia, mtoto analia, bibi analia, bwana analia, boma analia, ukoo wanalia, hiyo miji watu wanalia, hiyo shule watoto wanalia. Jehova, pumshisha hao watu wako na shida, wapumshishe shida zao. Jina lako inuliwe juu, sababu katika jina la Yesu Kristo zote zinawezekana. Agano inasema yale haiwezekani kwa binadamu inawezekana kwa Mungu. Kwa hivyo nimewakabidhi mkononi mwako, nimewawacha mkononi mwako, nimewalete kwako Baba, sababu wewe ndio unaweza vitu vyote. Kilio chao, matatizo zao, shida zao, vitu zote ambayo wanataka mbeleni mwako, Jehova, nimewalete mkononi mwako ili wafanyie, watimisie ahadi zao. Jina lako itukuzwe. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo mkombozi. Amen. Mimi ambayo nilikuwa nikinena nanyi, ama mimi ambayo nilikuwa nikikubiria neno la Bwana, ninaitwa Askofu Nereah Mbewa. Ninatoka katika kanisa ambayo inaitwa Hope for God in Christ. Tuko hapa Nairobi Makongeni, Njogo Road. Ukitaka mapumziko, njoo kwa kanisa letu. Nimekukaribisha kwa roho ambayo imenyenyekea, kwa unyenyekevu zaidi. Njoo kwa kanisa yetu upumshishwe mzigo na shida, na upate yale unataka kwa Mungu. Tuko na kanisa Mtongwe Mombasa, tuko na kanisa Mamboleo Kisumu, ingine iko Nyanza Kusini Kandiege Karachonyo, ingine iko Nyanza Kusini Mbewa. Mbewa ikiwa unatutaka, enda kwa njia ya kuenda Rangenya, nyuma ya boma ya mtu wa Lejo, utatupata hapo. Kandiege ukifika utupate hapo kwa njia ya kuenda Rarua, karibu na shule ambayo inaitwa Brookfield. Sio hapo ndani ya shule, karibu naye. Ukiuliza hapo utatupata. Chukua namba yangu. Mimi ni binti wa Sembo Kanyikela, nimeokoka, nimeolewa na nimejazwa na Roho Mtakatifu. Chukua namba yangu ili tukutane tena kupitia hiyo namba 0720403913 0720403913. Mungu akubariki. Tukutane wakati wa Mungu tena. Amen. Eternal Father, I offer you the body